Busia wewe! Busia wewe! Mnaniona vizuri? Mnaniona vizuri? Mimi ndio Sifuna. Kwa maombi yenu na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu nasimama Busia nikiwa bado katibu mkuu wa chama cha ODM, seneta wa kaunti ya Nairobi na naibu kiranja wa walio wachache kwenye bunge la Senate. Walisema hatuingii Busia. Hapa ni wapi? Nataka mseme wasikie, hapa ni wapi? Busia ya Uganda ama Busia ya Kenya? Hapa ni wapi? Sisi ni kina nani? Asante sana. Kikosi ambayo mnaona hapa, hii ndio jeshi ya baba na ni timu ya kulinda mwananchi kutokana na ukora ya Kasongo, kutokana na ushuru ya Kasongo, kutokana na wizi ya Kasongo, kutokana na ufisadi ya Kasongo, kutokana na dhuluma ya Kasongo. Kama hamjui, viongozi ambao wamefika hapa Busia, Kasongo aliua vijana wengi sana. Hapa ambapo tumesimama na tunapouliza maswali wanasema ati sisi ni waasi. Lazima tuulize maswali, si ndio? Kwa niaba ya hii kikosi ambayo iko hapa, nataka tuwaruhusu viongozi wazungumze. Kila mtu ambaye amekuja hapa atapata fursa ya kuzungumza. Kwa sababu yenu nataka niwashukuru sana nyinyi watu wa Busia pamoja na jeshi ya polisi ambayo iko hapa leo. Mumehakikisha tumeingia hapa. Vijana wewe! Vijana wewe! Vijana ria! Vijana tibu! Vijana tialala! Kwanza kabisa, mimi ndio Sifuna. Asante DJ. Huyo ndio DJ wa baba ule tulikuwa tunakula na yeye tia gas. Anaelewa kazi, si ndio? DJ alipwe asilipwe. Asante sana. Asante DJ Spider. Nataka kama katibu mkuu wa chama cha ODM niseme hapa Kenya mzima, the county with the highest percentage of registered voters who are ODM members is not Siaya, is not Homa Bay, is not Migori, it is Busia. Sindio? Na ndio kwa maana tulisema tukianza hii vuguvugu ya kulinda mwananchi tunaanzia Busia. Nataka mnipe amri kwa sababu nyinyi ndio wadosi wangu pale ODM. Nataka mnipe amri. Mahali nimeshikilia, niendelee hapo ama nibadilike? Uko juu sikiza. Uko juu kwa nini nataka watu wa media. Uko juu. Uko kwa Busia kaunti sikiza huko. Munasema hapo iko sawa? Hapo iko sawa? Mimi nataka niape mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele yenu kama wadosi wangu, mahali nimeshikilia sibanduki. Kwa sababu baba hakulea watu waoga. Baba alikuwa anasema kama ni kutuua watuue, lakini tutaenda tuongee ukweli kila siku. So ande sasa bahanjira bana wewe omundu mwana Sifuna inakuhusika kukubaha ya kweli. Nyinyi mnaweza kushinda kunisika bwana. Kwa hivyo wale wanasema wataua Sifuna, watu wa Busia waambieni muko tayari. Muko tayari, mnajua mpaka nyumbani, si ndio? Hatutatishwa na mtu yoyote. Mheshimiwa Raila Odinga hakulea watu waoga. Na baba alikuwa anatuambia kila siku, Sifuna, chunga maslahi ya mwananchi, kwa sababu hiyo ndio kazi yetu. Mimi siwezi kunyamaza kama Sifuna wakati ambapo wazazi kwa saa hii wanang'ang'ana kupeleka watoto wao wa grade 10 kwa shule. Wanaambiwa uniform walipe mpaka sijui shilingi 20,000. Alafu serikali ambayo haijui kitu inafanya wanatuambia tupeleke watoto hata bila uniform shule. Badala wahakikishe kwamba bei ya uniform inashuka chini. Pesa ya capitation imeshinda kulipa. Wale wa headmasters wa shule wanang'ang'ana na watoto wetu. Hakuna pesa.
wanakataa kulipa hata private universities pesa ya capitation. Wanasema Sifuna anyamaze ama nitafurushwa kama katibu mkuu wa chama cha ODM. Haya, Busia, DJ tulia tu. Busia, nilikuwa hapa na nyinyi wakati tulikuwa tunafanya Senate mashinani. Nikakuja hapa kwa stadium, mkanituma niulize maswali fulani. Nikasema mliniambia hapa Busia hii mambo ya SHA haifanyi. Hospitali yenu iko hapa. Tuliingia ndani, hakuna madawa. Ukiingia hapa Busia, hospitali iko hapa, line hii yote unaona private pharmacies zinauza madawa. Ukweli ama uongo? Ukweli ama uongo? Ukiona, acha niwaambie bwana, ukiona hospitali ambayo ni ya umma iko hapa, alafu line hii mzima ni watu wa biashara binafsi ya kuuza madawa, ujue hiyo ndio makatela ambayo imehakikisha hakuna dawa ndani ya hospitali. Mliniambia mochwari yenu hii ambayo iko hapa hawajatengeneza mpaka leo. Wametengeneza? Wametengeneza. Haya, nyinyi mnanituma niulize maswali, nikiuliza wanasema watanifurusha kama katibu mkuu wa chama cha ODM. Niendelee nisiendelee? Niseme haya mambo nisiseme? Mimi mmeshawahi kuona nikikuja matibabu hapa kwa hiyo hospitali? Si nyinyi mnanituma niseme hii maneno? Kwa hivyo kama mtu ana shida na Sifuna akuja ulize watu wa Busia, si ndio? Mnawaambia aje? Ruto, Ruto, Ruto. Ya mwisho, ya mwisho, ya mwisho. Asante DJ. Utalipwa. Ya mwisho, mimi kama katibu mkuu wa chama nilikuwepo pale wakati ambapo tuliandikishana mkataba wa mambo 10 na chama cha UDA. Hiyo mkataba haikukuwa ya kuanzisha coalition na chama cha UDA, na inasema hivyo hapo ndani. Jambo la pili, hiyo mkataba iko na signature 2 peke yake. Ya kwanza ni ya Ruto, ya pili ni ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Nataka niseme hapa kama wakili, we did not provide for any extension of that agreement. Na date ya mwisho ambayo ile kamati iliteuliwa inafaa itupe ripoti ya mwisho ni tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka wa 2026, chini ya siku 30 kutoka leo ambapo naongea. Kama mtu anaota ati ataenda kuandika extension ya hiyo mkataba, lazima aende Bondo aulize baba Raila Amolo Odinga ampe hiyo idhini ya kuextend hiyo mkataba. Kufikia sasa hakuna kitu ambayo wamefanya kwa hiyo mkataba, na wengine wanatuambia tuandike mkataba ingine na UDA. Kama hawezi heshimu mkataba ambaye baba Raila Amolo Odinga mwenyewe amesaini, mnafikiri ataheshimu ile Uhuru amesaini? Ataheshimu ile Uhuru amesaini? Kwa hivyo sisi ni wale tunasema ya kwamba chama cha ODM kinatembea na watu ambao wana maadili ambayo inafanana na sisi. Hakuna siku baba angepiga kanisa tear gas bwana, haiwezekani. Haiwezekani. Nyinyi vile mnajua Raila anaweza piga kanisa tear gas. Raila anaweza ibia wananchi pesa. Raila anaweza uwa vijana wetu. Alafu wanatuambia tuingie kwa mkataba na watu ambao hatufanani kisura wala kisera. Hiyo mnasema nini? Mumekataa, si ndio? Semeni wasikie kama inakotaa wewe. Kama inakotaa wewe. Asante sana, nataka nimkaribishe Mheshimiwa Babu Owino.